The City Church TV with the gospel to the end, revealing Christ to all through the gospel. It is the power of God unto salvation. Listen and live the gospel of Christ. I was here during the first service. I spoke the word for about 35 minutes, then I left. I was invited to minister in a church at Oruko, OTPC, All to Perfection Church, under Pastor Kiogora, and we really had a good time there. They sent us with much greetings. Receive them in Jesus' name. So I want us now we start our main service or our preaching. So let's invite those who are watching us online, appreciate them. Those who are watching us online, appreciate them. I officially welcome you in the city of Marvelous Lights, the residence of the righteous, the place to be a partaker in today's service. So let's start our journey. Today I want to be brief, and I believe really the Lord will minister to your heart. We check also in the book of Luke chapter 15. Luke chapter 15, we check from verse, I want to read a few verses. Verse 22, we start at the heart of the Father. But the Father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring hither the fatted calf, kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and he is found. And they began to be merry. Now his elder son was in the field, and as he came, he drew nigh to the house. He heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry, and would not go in. Therefore came his father out, and entreated him. And he answering said to his father, Lord, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with arrows, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art me ever. Son. And he said to him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meant that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead, and he is alive again. He was lost, and he is found. Praise the Lord. Our daily lives are full of activities. From morning to evening. Others nowadays, until even the whole night, they are doing activities. But as we live, there is something that we should be conscious of. We will not live here forever. A day shall come, and every one of us will have his departure. Everyone will leave. May it be night, may it be the day, may it be whichever time. When your time comes, you depart. But before departure comes, it's always good we examine our lives and we think deeply concerning our relationship with God. Because God is desperate that we may have a good relationship with Him. You know, among the people, there is no human being that has a passion
for the fellowship, for the relationship, more than God is willing for us to have a fellowship with Him. But how we've been raised? We've been raised with the culture that has shown us the wrong image of God. We've been brought up being shown the wrong character of God. Because most of the time we were told God is like the one who is holding a kiboko, waiting for the one to do a mistake. Then you suffer. Then He kill you. Then He discipline you. So that is how our relationship with God has not been easy and smooth just because of how we view Him. We view Him like a parent. You know, when a child has done wrong, he or she cannot be stand boldly before the parents. Is it true? She stands with worry, with a lot of issues, without knowing how the parents will take that mistake or that wrong that she has done. So we've carried that mindset, and we really want to relate with God having the same mind. We carry God as the one who doesn't want us to make a mistake. The one who doesn't want us to make an error. But that is wrong about our God. Our God is more than our parent. Our God is so loving and caring. And our God is desperate of us to have a good fellowship with Him. So for God to reveal how He is and His character, He has used the other stories to reveal Himself. God has revealed Him through the stories in the Bible. Like the story we've read, we have a man who has two sons, the elder and the younger. So these are two people. But also we have the Father, the image of God. So the Father in this story is the image of God. For you to get the attributes of God and the character of God, you really need to study deep the heart of the Father. If you discover the heart of the Father in the book of Luke chapter 15, then you are able to have a good relationship with God. Praise be to the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. So the sons were related with their father during their daily activities. And they grew up. They became of age. And the younger son requested of the father the portion of good he thought belongs to him. And he was given. And he left. And the father never questioned him. And the father never begged him, oh son, don't go, stay with me. He just allowed them to do whatever they want. The younger son took the possession and he left. He went to a far country. He spent the substance the way he felt. Bible says he spent with riotous living. Party after party. He lived ranch. He never spared anything he saw. He had so many friends, and within no time, his money was so spent. When he had nothing to spend, he thought, what should I do? Let me look for a man to hire me. And exactly he did that. He looked for a man who was given a job. The Bible uses a huge or a fat one. He joined himself to a man in that certain country. Joined. He left the father. He came and joined himself with a stranger. And he was given a mandate to watch over the soils. He was there for weeks and for months. And the Bible says no one gave him anything. So he was doing that which he was not paid for. He was not given anything. There he suffered, he starved. He desired to eat the food that the swines were eating. You know, this reveals the kind of starvation this man underwent. It was great. He had nothing to eat. He starved. He envied the pigs when he saw them eating. When he saw them feeding, he envied them. He longed to eat that which the pig were eating. But the Bible says,
was there, he remembered about the father's house. How many hired servants in my father's house are eating? Yes? How many servants in my father's house are eating? And they are full. And the remnant is everywhere. So he started to compare his life there at the far country and the life he left. When he compared those two lives, he considered, I better be a servant in my father's quarter than or be of my own in a far country. So he decided to go back. But he was tortured by his thoughts. How will you go back when you have nothing? How will you go when you have nothing? How will you go when you feel sick? How will you go? How will you explain? So the son was really tortured. How he will go back to the father? Do you know why? Because this time now, when he left the father, he left full. When he is meeting the father the second time, he is meeting the father empty. And he never knew the heart of the father. If the father will receive him having nothing. If the father will embrace him being dirty and starving and even almost suffocating, because life ilikuwa inamkaria. He wondered and he was really intimidated. How will I go back to my father? He said, this also the same with you. Does it not happen at times you wonder how will you stand before God? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nani amewahi waza nitasimamaje mbele za Mungu? Kweli mimi natosha kusimama mbele zake? Niko na uzuri unaohitajika kusimama mbele zake? Nani alikwambia kusimama mbele ya Mungu kunahitaji uzuri wako? Hapo ndipo mahali tunapaswa kuanza. Nani alikwambia uchi wako ni aibu mbele ya Muumbaji wako? Nani? Ulitoa wapi? Huyu kijana alijishuku na akajistaki akiwa nchi ambayo nitarudiji, nitaelezeaje? Pasipo yeye kuelewa, the father was not anticipating for him to come and explain. Our God is not the God who is waiting for us to explain. It's only the devil. Kwa sababu shetani anataka uhusiano wetu na Mungu usiwe rahisi. Ana complicate. Kutuambia lazima ukuelezee. Na dini nayo ikasisitiza. Ikasema lazima upate maneno enough ya kuconvince Mungu kwamba wewe unastahili kupokelewa. Nilikuwa nasikiza sermon ambayo tulifanya 2023 November 30th. Usiku nikabarikiwa sana. Kuna statement moja tulimake tukasema nini inakufanya kuwa mwana wa Mungu haramu? Halafu inakuambia ukiwa haramu hivyo unaweza jikaza na ujisatiti, utie bidii mpaka sasa ufanye vitu ambavyo vitafanya Mungu akukubali kama mwana. So the son suffered. Kwa nini anateseka? Anashindwa anajielezeaje? Hana maneno ya kuja kuelezea baba. Lakini atapata maneno. Ni maneno gani alipata? Oh baba, I'm not worthy to be called your son. I see before heaven and earth. He came with things to explain to the father. But was the father happy that the son is explaining himself? Come on, let us talk. Was the father, baba alikuwa anafurahia mwana anajielezea, baba mimi ni mwenye dhambi. Okay, go on. Yes, sister hili kuitwa mwana wako. Okay, keep on talking. Hata nafikiria unifanye moja wapo wa wafanyikazi. That's good. The father was not interested with the son's explanations. Ambia mwenzako hata Mungu hataki ukuje ujiexplain. Make sure umeongea na mtu. Hata kama hakubali kufikia, mwambie hata ngo I expect ukuje ujiexplain. Hii moyo wa kuja kuexplain si moyo ya God. Hii moyo wa kuja kujiexplain si moyo
Bado Mungu unajua, Mungu unajua, haki siku ya intentional, hata siku anajua, achana na hiyo. God is not waiting for you to come and do explanation. Pastor, unatoa hiyo wapi? Was the father waiting for the son to come and explain himself? Bible says when the son came, when he was far away, the father saw him. Bwana sifiwe sana. Alipokuwa mbali, kabla haja explain, kabla hajakuja kupiga magoti, kabla hajakuja kusema mzaa yake naomba unihurumie, baba alimuona akiwa mbali, alafu akafanya nini? Akamkimbilia. Regardless of how dirty he was, regardless of how stinking he was, the father led towards him. This is the heart of God being revealed. God doesn't care the condition people are in. He cares about sparing people with his love. Situongee kuhusu love kwa sababu hii ni mwezi ya love. February watu wanasema ni month ya love. Sijui kama uko na love. Kwa mitandao naona wakisema hii mwezi ni utagundua darling si jina ya mtu, darling ni plates. Ni nywele, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anacho kingi ni nini? Upendo. Anataka kutuza na kupeana upendo kwa wingi. Wakati baba aliona kijana akiwa mbali, alimhurumia, alimkimbilia. Jina la Bwana lipewe sifa. Akamkimbilia. This is the heart of God revealed in the scriptures. God is not waiting for people to come and do explanation. He is running towards them to cover their nakedness, to wash their dirty, to clothe them, and to make their life better. That is the heart of God. Moyo wa Mungu ni kukimbilia watu afunike uchi wao. Moyo wa Mungu ni akimbilie watu awavalishe utakatifu wake. Moyo wa Mungu ni akimbie awavike na haki ya mwana wake. That has always been the heart of God. Lakini the son was intimidated. The son suffered a lot. How will I explain? How will I stand before my father? How will I tell him? Nitamwambia aje? Hii maneno kweli inatosha ya kuambia mzazi vile nilivyotumia pesa. Nitamwambiaje? Lakini alipokuwa mbali, baba alimkimbilia. Alipomkimbilia, akafanya nini? Akamkumbatia. Bwana asifiwe sana. Hata hajaoga, ambia mwenzako hata hajaoga. Mwambie hata ananuka jasho. Mwambie hata baki ya nguruwe. Lakini baba anafanya nini? Unajua mwanadamu kuna mahali unaweza kukutana na mtu atake kukuhaa. Uweke nini? Uweke kinga kwa sababu unajua harufu. Naambia my sister, my brother, don't worry. There is always another time. Lakini the father never minded harufu ya nguruwe. He ran towards the father, the son. He embraced, akamkumbatia. Kumaanisha hakuna makosa ya mwanadamu inayoweza vuka mipaka ya upendo wa Mungu. Listen well. Hakuna makosa ya mwanadamu ni kubwa kuliko upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko dhambi ya mwanadamu. Nasema upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko makosa ya mwanadamu. Don't concentrate with the weakness of man and the wrongs of man. Concentrate on the love of God towards men. Maandiko inasema aje katika kitabu cha Warumi. Bring it. Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. What does it say? Tulete kwa Kiswahili. Nataka tusome zote hapa, tuangalie hapa. Watu wametuhukumu, nini imetuwekea tuone Mungu kama ni mtu anatembea na kiboko akingojea kosea unione, kosea unijute. Tusome zote watu ndo alikufa wakati gani? Tulipokuwa tungali wenye dhambi. Nani alikufa? Akakufa kwa nani? Na kifo chake kinaonyesha nini? Upendo lake mwenyewe.
kuwapenda wake wanawapea maua. Hata najua kuna mtu anajipanga panga kupeana maua. Mungu alitupenda, hakutupea maua, alitupea Yesu Kristo afe kwa makosa yetu. Ambia mwenzako umesikia hiyo? Ati yeye kuonyesha upendo wake kwetu ni nini anatupea? Anatupea mwana wake afe kwa ajili yetu. Huu ndio moyo wa Mungu na unatiririka kuelekea wanadamu siku zote. Ijapokuwa tulikuwa wenye dhambi, ijapokuwa tulikuwa tumetengwa, lakini alitupenda anyway. Ijapokuwa kijana alichukua mali na akaenda nchi ya mbali na akakula na anasa, baba alimkimbilia anyway. Baba alikuwa tayari kumchinjia anyway. Baba alikuwa tayari kumvisha mavazi anyway. Makosa ya kijana haikufanya baba muangalie na jicho la unge wenda kutura kwega umenyora Mungu wako tega. Ndio Mungu wako tega kulingana na olio anya kutega. Ndio vile pia kwega kutega na lazima. Ndio vile pia moyo wako tega. Wesikia sito. Ndio bwana yako leta ni. Mungu Maandiko yanasema when we were enemies of God. And God, then what? He sent his Jesus. Bring verse 10. Verse 10 says what? Ingereza, this time loud. English. For if, when we were enemies, just imagine, we were enemies. How did he treat his enemies? He showed them love. I'm just shika hiyo. Ukipewa nafasi ya kutendea adui kitu, utamtendea kitu gani? Aisa, ukipewa nafasi utendee adui kitu, utamtendea kitu gani? Chemtamakuni. Akona gelea geitere kanga. Gera wakibio. Ataona chenye kilifanya nini? Yeah. Lakini yeye alipopewa nafasi ya kufanyia maadui mtu wa kuafia kabisa. That is the character of God. That is Mungu wa kali. Para babatera kudirwa ibono kadia. Para babatera kumero na wikwajiana. Ibojo kadia akabaikia. Ikitendero nikenda bauga tuwe na bwendo kwa tulentere huko. Ikiao kia wenda wendo kwa wendo kwa. Bwana Yesu asifiwe. When we were enemies, wakati tulikuwa maadui, hakutuangalia aseme ni mtachua mchui. Hakutuangalia aseme mboga kuna bomba dimure ungemania toera. Manya rende janja na kutidie jebo era toera na mboga kuna. Na uje baadhi ya toye kwa ni bora kono ndo tutashia ni family nyunya wa baki. Ando pakolele kwa family baki watu walio kuziwa kwa familia ya kuvuta tumbako ndio wanajua au powerful wapi bora hizi. Wapi bora? Inaitwa ikuzinize. Our mother used to come and tell us, Nagwa Bugangunda Bombadi Bore. Tunajua hapo leo katatamba, katanuka. Si ndio? But what did God do with his enemies? For if, when we were enemies of God, we were reconciled to God by the death of his son. Wakati tulipokuwa maadui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake. Kifo cha Yesu Kristo, upatanisho wetu. Kifo cha Yesu Kristo, upatanisho wetu. Being reconciled, we shall be saved by his love. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama Bwana ajua nchi ya mbali, angejua baba ameandaa pete, baba ameandaa nguo, baba ameandaa ndama mnono, baba ameandaa muziki, baba ameandaa, angekuja na mbio na angekuja akijihukumu. Lakini kwa nini alikaa nchi ya mbali miaka mingi? Kwa sababu ya kukosa maneno ya kuja kuambia baba. Our God is not expecting us to come and do explanation. The
The son came. The father ran towards him, hugged him, kissed him. And the son started speaking. Oh, Father, I'm not worthy to be called your son. The father was not listening. The father was into other things. Can you bring it? When the son is talking to the father, oh, Father, I'm not worthy to be called your son. Let's check Luke chapter 15. Few lines here. When the son is doing explanation. Okay, verse 18 and 19 and 20, if it's possible. And I will rise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before thee. I am no more worthy to be called your son. Make me as one of your hired servants. And he arose. This is what he is coming to say. And he arose, and he came to yet a great, and he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had and he rose and he came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and he had compassion. He lay and he fell on his neck and he kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against. He is speaking after he being hurt and being kissed. But what is he saying? And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and thy sight, and am no more worthy to be called your son. Hello? But the father, as the son was talking, the father interrupted him. But the father said to his servant, so the son was talking to the father, I see it, I don't deserve to be called your son, but the father said to his servant, bring the best robe and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. Let's keep on going. And bring thither the fatted calf. Kill it, let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and he is found, and they began to be merry. Bwana Yesu asifiwe. Katika moyo wa Mungu anataka kila mtu apokee mapenzi yake. Na mapenzi yake ni nini? Tulipokuwa adui, Yesu Kristo, kwa mauti ya Yesu Kristo tumepatanishwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata kama hauna mpoa wa kukupea maua hii Valentine, enjoy mapenzi ya Mungu. Tulipokuwa tumekosana naye, akatupatanisha na yeye kwa mauti ya mwana wake Yesu Kristo. Sasa kati yetu na Mungu hakuna issue. Kwa sababu gani? Nini imesimama kati yetu na Mungu? Mauti ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini kanisa tunasema hatuna dhambi? Kwa sababu kati yetu na Mungu nini imesimama? Mauti ya Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na maandiko yanasema kwa mauti hiyo tumeunganishwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Tumeunganishwa na Mungu. Now let me ask you, uhusiano wako na Mungu unaegemea mtiririko gani? Unasumbuka kama kijana aliyeshindwa anarudi kusema namna gani? Unakosa maneno. Unakosa maneno ya kumwambia Mungu. Unaona ni kama hujatosha. Uliona yote yangelete kungana. Unaona kama haustahili. Mpaka ndiki imefanya tukikuja mbele za Mungu tumwambie hatustahili. Si sahihi hatustahili. Kabla Yesu akufe tulikuwa hatustahili. Baada ya Yesu amekufa ilipendeza Mungu akufanye wake. Ilipendeza Bwana tuwe wana. Na maandiko inasema hadi kwa John chapter 1 verse 14. For those who believed him. John 1:14. 12.
I'm sorry. But as many as received him, to them he gave power to become the sons of God, even to them that believe on his name. We were given power to become the sons of God. Glory be to God. Jina la Bwana lipewe sifa. Uliza mwenzako, uhusiano wako na Mungu uko namna gani? Kama hujapata mtu wa kukuongelesha, mwambie jirani, si umeambiwa uniambie. Yes, uhusiano wako na Mungu unatiririka katika misingi gani? Shetani anafanya kazi gani? Tujiangalie, tuangalie makosa yetu, tuone hatufai, tuone hatustahili, tuone nini, lakini Mungu anataka kutuangalia kupitia Yesu Kristo, vile mauti yake. Mungu hataki kutuangalia nje ya mauti, anataka tuangalie ndani ya mauti ya Yesu. Akituangalia ndani ya mauti ya Yesu, anaona tumeunganishwa. Ndani ya mauti ya Yesu wamesamehewa. Ndani ya maiti ya Yesu wameondolewa aibu wanawe. Mungu anataka atuangalie ndani ya mauti ya mwana wake. Acha tuombe. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya ushirika siku ya leo. Wakati mwingi hatujui jinsi ya kutiririka. Shetani anafanya kazi kubwa kutudanganya kwamba hatustahili, kwamba hatujatosha. Kila wakati tunaona vile sisi ni wakosefu, kama vile Bwana yule aliyeishi nchi ya mbali aliteseka na kuumia kwa sababu alikuwa anakosa maneno ya kuja kuambia baba. Lakini alipokuja nyumbani alishangazwa kwa kuwa baba hakuwa tayari kumsikiza. Baba alikuwa na upendo mwingi kumwelekea, alikuwa tayari kumkimbilia, tayari kumuonea huruma, tayari kumvika uchi wake, tayari kumuosha, tayari kumweka sawa, tayari kumpea haki ambaye hakuwa nayo. Pia huu ni moyo wako kuegemea kanisa lako. Unataka uitazame tu na mauti ya mwana wako Yesu Kristo. Hautaki uone kingine bali mauti ya mwanao inayosimama mbele yetu na wewe. Ukiona hiyo mauti unaridhishwa, unafurahishwa na unatosheka. Tunatoa shukrani zetu. Wacha tutiririke pasipo kukaa tukijihukumu. Tutiririke na furaha isiyo na kifani kwa kuwa Bwana umetutendea na umetufanyia mambo yote. Katika ibada ya leo umeweka kwetu wazi kama vile moyo wa baba uliotiririka kuelekea kijana mkosefu. Huu ni moyo wa Mungu unavyotiririka kuelekea kila mwanadamu. Mwanadamu ni yule ambaye siku zote anakuwa na mapungufu, lakini mapungufu yake hayawezi yakawa ni zuio Mungu asiwe na ushirika naye. Tunakushukuru mfalme mwema. Wacha kila siku na kila dakika tufikirie mambo ya moyo wako na tuishi tukifikiria moyo wako unaotiririka kutuelekea. Wacha tumuone kila siku ukitukimbilia, ukituhurumia, ukituvisha mahali palipo na kumake only bed and where there is feasting, for that is your heart. We thank you, Lord, and we bless you. That is in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Our online viewers, may the Lord bless you. Keep on tuned till we meet next Sunday. God bless you. Shalom.